Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema sana ambayo Mungu ametubariki nayo, na tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa kila jambo ni yeye anakuanga kipanga na kila kitu kiko mikononi mwake. Tumekutana katika hii hema ya mwangaza na nuru ambayo ni neno la Mungu. Yesu ndiye nuru na alisema mahali atakapokuwa anaangaza giza inapotea. Sasa hapa tuko na neno kuhusu dhambi. Dhambi inazaanga kifo kwa maisha yetu. Maandiko inasema for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life in Christ Jesus. Sasa hapa tuko katika hadithi ama ufunuo wa neno ya David. King David, kuna dhambi alikuwa anafanya, na hiyo dhambi ilifungua mlango ya kifo kwake na kwa watoto wake na generation mpaka ya 4. Ukisoma vizuri katika maandiko ya 2 Samuel chapter 11, David alifungua mlango wa usherati pale. Dhambi ya usherati ilizaliwa na macho, na kwa macho ikampatia lustful desires of the flesh. Ilianza ikiwa lustful desires of lustful eyes, ikazaa lustful desires of the flesh. Na ndio unaona Yesu alisema ya kwamba ukiangalia mwanamke umtamani, already umelala na yeye. Ni kwa sababu Mungu anajua macho inatuongozanga mahali ambapo ifai, na macho inaweza tuongoza mahali inafaa tukipokea mwangaza. Wakati hauko kipofu, hauwezi ongozwa na tamaa za mwili, lakini ukiwa kipofu utaongozwa na tamaa za mwili. Ni vizuri tuelewe katika hii maandiko ya 2 Samuel chapter 11, David alienda akaangalia Bathsheba akiwa anaoga. Alikataa kuenda vita, akasema mimi nitakaa, na kumbe akikaa akiwa pale akaona bibi ya Uria akiwa anaoga na akatamani ule mwanamke sana. So unaona alifungua mlango na macho, then the lustful desires of the flesh zikaamka, na akasikia na akahisi ya kwamba ule anafaa kuwa wangu, nafaa nijichukulie. Kitu ya kwanza akaanza kupanga bibi ya Uria. Ule alikuwa bibi ya Uria, alikuwa bibi ya wenyewe. Alipanga na akasema ya kwamba yeye anataka ule mwanamke, na akaenda akasema aekwe, Uria aekwe, akatumana. That is the abuse of power. So Daudi alifanya dhambi mingi sana ambapo, lakini kwa sababu ya huruma za Mungu, wacha tuone vile tunafaa kujiepusha na dhambi, ama kama uko ndani ya ile dhambi umeshaifanya ama ilifanywa na watu wenyu, vile utajiepusha na hizi dhambi, kwa sababu dhambi inazaanga kifo ya vitu mingi sana. Dhambi inazaa vitu mingi sana 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 sana, ambapo inaleta kifo ya kila kitu, ya physical na hata ya spiritual. Sasa David alituma ule mfanyikazi wake na akaenda akafanya vile alikuwa amemtuma, na kweli Uria alikufa mahali vita ilikuwa imechacha, na akakufa. Na ndio sasa Daudi akapata ile uwezo wa kukuja kuoa ule mwanamke Bathsheba na akalala na yeye. Na mara moja Mungu alijua na akatuma mnabii ambaye alikuja na akamwambia Daudi, kuna kitendo umekifanya na Mungu amekasirika sana. Kwa sababu ya hii mauaji, mtoto wako atakufa. Na kweli ule mtoto alikufa. Usisahau maandiko inasema for the wages of sin is death. Tujihadhari sana na dhambi, kwa sababu dhambi inaweza fungua milango. Ushindange ukisema kanisa ndio mbaya, Mungu anioni, Mungu anikumbuki. Hii ni scripture. Ukisikiza kwa makini utaona, utajua mahali shida yako ilianzia. Ni dhambi na zinafunguliwa na wazazi, na tunafungua sisi wenyewe, na tunapitisha pia kwa watoto wetu. Na hii dhambi ndio maandiko inasema kwamba nitapitisha laana kwa kizazi cha 4 cha wale wanichukiao, na wale watakao nipenda nitapitisha baraka kwa kizazi mpaka cha 4, nitawahurumia. Kwa hivyo acha tuone vile Daudi kulienda. Ukiangalia hapa in the book of 2 Samuel 11:14, the next morning David wrote a letter to Joab and sent it by Uriah. He wrote, put Uriah in the front line where the fighting is heaviest. Unaona, alimweka katikati mahali vita iko
ni mzito, ndio akufe, ndio achukue ule bibi. So kwanza alianza na lustful eyes, ikaenda ikazaa lustful desires of the flesh. Haya, twende. Then retreat and let him be killed. So hivyo ndivyo aliuawa na akakufa na akachukua ule mwanamke. Nayo laana ilitumanwa ya kwamba kweli mtoto wako atakufa, na mtoto wa Daudi alikufa. Na ndipo naona Daudi wakati alielewa ya kwamba amefanya ile dhambi, alienda akatubu. And it is recorded in the book of Psalms 51, unaona vile alikuwa anatubu, anasema Mungu, God of mercy, nihurumie. Nimefanya hiki kitendo, nimefanya hii dhambi, lakini si kwangu nimefanya, ama kwa mtu mwingine, nimekufanyia wewe tu Jehova. Na akarealize ya kwamba amefanya dhambi, na ndiposa Mungu alimhurumia. Lakini bado ingawa Mungu alimhurumia kwa ile dhambi, inaonekana ya kwamba kweli Mungu, kuna hata kama alimhurumia, kuna vile alienda akilipia consequences za ile dhambi zilikuwa zinaonekana. Mungu alimhurumia ndio, lakini kuna dhambi, hiyo dhambi ile kulipa, aliendelea kulipa. Na ndio unaona Mungu anatuambia tuepuke dhambi. Resist the devil and he'll flee away from you. Na ndio unaona kutoka Daudi afungue mlango wa usherati, ndio unasikianga kwa maandiko hakuna mtu aliwahi pitia shida mingi kama David. Na ndio unaona alizaa roho ya kifo, ndio wakati yeye alikuwa anaenda kuwa mfalme, alikuwa anatakikana kuuawa na Sauli kwa sababu alifungua mlango wa kifo. Wakati aliua Uria, hakujua roho ya kifo inamwandama, na ni kweli, ndio maana sasa alikuwa anatakikana kuuawa na Saul. Na roho ya kifo iliandama sana David kwa sababu ya hiyo dhambi ambayo alifanya. Na hii roho ilimletea shida sana, ilifanya mpaka Mungu hakumfanya yeye ajenge hekalu kwa sababu alikuwa na mikono iliyomwaga damu. Tujiepushe sana na milango ambayo tunafungua, kwa sababu hujui huu mlango unafungua ni mlango wa kifo. Na hii kifo haiendi wewe peke yako, inaenda mpaka kwa watoto, wajukuu, inaleta kifo. Kwenyu kunaweza kuwa kuna mtu aliwahi toa mimba, ama kwenyu kuna mtu aliwahi enda kwa mganga akafungua mlango wa kifo, na maybe kile waliagree na ule mganga. Sasa akasema ya kwamba na sisi utatupea nyota ya wasichana wenyu wote ndoa zao. Na ndio unakuta kuna watu wakilala wanaona mambo kama ma spiritual husband, ma spiritual wives. Unakuta kuna ulevi kule, ulevi ilianza na sijui babu, kwa sababu kuna mlango wa dhambi ulifunguliwa ukaleta consequences. Na ndio maana in the book of Ezekiel 33 Mungu anasema ninatafuta ni nani nitakayeituma aende aokoe ule mji, kwa sababu nataka kuumaliza na upanga. Na usisahau ukiangalia maandiko ya David inasema kwamba Mungu alisema nimekusamehe, lakini sitawahi toa upanga, hautaisha kwako. Kumaanisha kuna battles za Daudi ziko mpaka leo hii. Kuna hizo consequences za Daudi, kama vile unaona Adam na Eve walifungua mlango wa dhambi na mlango wa kifo ukaingia kwa sababu walikosa kutii, na macho yao ikafunguka wakajua kwa uchi. Nini kilifanya wajua kwa uchi? Ni kwa sababu ya dhambi. Unajua hii mlango ya utakatifu ikifungwa, unafungua mlango hii ingine ya dunia. Juu sasa huwezi serve two masters. Na ndio unaona walijua wamekufa, hekima ikaingia, na sasa kuna vitu walimaliza ambazo zinatuaffect mpaka leo hii. Tutaendelea na kipindi bado ya kuhusu dhambi na vile inaua mambo yetu kwa familia. Barikiwa.